Tunajadili ufaafu wa anwani bebea ya maisha. Ni tamthilia ambayo imeandikwa na mwandishi Timothy M. Arege. Karibu. Bebea ni nini? Nimetengeneza kifaa ama mfano ambacho ni kifaa ambacho kinaonyesha bebea ambayo hutumika sana sana na watoto kuchezea kwa namna ambayo hupanda na kushuka. Huku watoto wamekalia ama pia watu wazima saa zingine. Bebea ina uwezekano wa kushuka na pia kupanda. Hivyo basi maisha yanalinganishwa na bebea sababu wakati mwingine hupanda na wakati mwingine hushuka. Hali ya kupanda inadhihirisha hali nzuri kama furaha na hali ya kushuka inadhihirisha hali mbaya. Hali mbaya kama huzuni, umaskini, dhulma na kadhalika. Sasa tutaanza kwa utangulizi. Je, ukiambiwa jadili ufaafu wa anwani, bebea ya maisha, tamthilia ambayo imeandikwa na Timothy M. Arege. Unafaa kuandikaje? Huu ndio mfano. Unaanza na utangulizi. Tamthilia ya Timothy M. Arege yenye anwani bebea ya maisha, fuata alama za uakifishaji. Hapa lazima ufungie bebea ya maisha jina. Maana inaonyesha anwani ya kitabu. Inarejelea kupanda na kushuka kwa maisha ya binadamu. Hivyo basi mwanadamu anajipata katika hali tofauti maishani mwake. Ufaafu wa anwani hii unadhihirika wazi kama ifuatavyo. 1. Sara na Yona ni wanadoa ambao wanapitia hali ngumu baada ya kuoana. Wanakawia kupata watoto. Sara na Yona vile vile wanabadilika majina kama wagumba, ingawa ugumba huu ulimulika zaidi Sara. Baadaye wanafanikiwa, yaani kupanda katika maisha yao kwa kupata watoto wasichana. Hoja ya pili ni Yona na Sara wanafanikiwa na wasichana. Ingawa licha ya mafanikio yao, yaani kupanda, Yona anashinikizwa kuoa tena ama kutafuta mtoto wa kiume nje ya ndoa. Msukumo huu unamwadhiri pakubwa na kuwa mlevi na kuacha kazi na hata kumchapa Sara. Hii ni hali ya kushuka. Baadaye wasichana wake wanasoma na Neema. Neema anakuwa wa kupigiwa mfano ingawa msichana. Hii ni hali ya kupanda. Yaani hali hii inamfanya mtoto wa kike kuheshimika kwa sababu ya kuelimika, kupata ajira na kuwa na gari zaidi ya watoto wavulana kijijini. Hoja nyingine, katika siku za zamani tunatambua kuwa hali ya anga ilikuwa nzuri ambapo Sara na Yona waliwasomesha watoto wao kupitia mazao ya shamba lao kijijini. Hali hii nzuri inazushwa na hali mbaya ambapo tunafahamu na Kiwa akizungumza na mamaye Dina kuwa mvua umeadimika kumaanisha mazao yamepungua. Sara wakati alikuwa buheri wa afya aliweza kuwajibika kwa kila jambo. Kama kumpikia mumewe baada ya maradhi analemewa na majukumu yake anapomwambia mumewe Yona hayalaumu maradhi yamemfanya hoi. Afya ya Sara inazushwa na maradhi. Hoja nyingine, Sara na Yona walikuwa wanaishi chumba cha hadhi ya chini, labda cha madongo. Baada ya Neema kusoma na kufanikiwa, anawajengea wazazi wake nyumba nzuri. Tunafahamu kupitia mamake Sara. Hapo ni hali inapanda baadaye. Zamani Sara na Yona walifanya kazi zote za kijijini. Sara na Yona walifanya kazi zote za kijijini kama kufuga, kulima, kuvuna na kupika. Neema anapobarikiwa na waajiri wafanya kazi kuwasaidia na kuinua hali ya maisha yao. Hii ni hali ya kupanda ama kufurahia. Sara anapokuwa
mgonjwa na kuenda mjini kupokea matibabu, inambidi Yona kufanya kazi zote. Kazi kama vile kupika, kuosha vyombo na kuteka maji ambazo ni majukumu ya mkewe Sara. Hali hii inamzusha hadhi kama mzee katika ulimwengu wa Kiafrika. Maana mwanaume katika ulimwengu wa Kiafrika hajaruhusiwa kuteka maji ama si jukumu lake. Kwa hivyo hapa anazushwa hadhi, kushuka kwa maisha. Neema anapatwa na shaka baada ya kumuomba mumewe amtilie pondo kumtibu mama yake Buju. Samahani, pale hakuna ma, hapo nimekosea, ni Buju bila ma, ile Mumeo anamwambia hana uwezo maana mzigo wa familia yake ni zaidi. Neema anashangaa kama mumeo anamuelewa sasa kama kitambo, ambayo ni hali ya kushuka. Yona anamuuliza Neema mbona amekonda na alikuwa afadhali wakati wa mwisho kupatana. Neema anamjibu labda ni hali ya ugonjwa wa mama yake Sara. Hali hii ya afya ya Neema au furaha inazushwa na huzuni ya mama yake kuugua ugonjwa wa moyo usio na tiba. Katika hoja nyingine tunafahamu kupitia Sara na Neema kuwa barabara za mjini zamani zilikuwa mbovu. Hii ni hali ya kushuka, lakini baadaye inainuliwa na barabara nzuri za lami kupitia Neema anaposema hali hii inafanikisha usalama na muda wa kusafiri. Hoja nyingine, Luka ambaye ni mzee wa kijiji na rafiki ya Yona. Kitambo alimshinikiza Yona kuoa apate mrithi mtoto wa kiume. Baadaye anamshukuru Yona nyumbani kwake Luka wakisherehekea mavuno yake. Anamwambia alifanya vizuri kutomsikiza na vile vile anafurahia faraja ya watoto wake kama wasichana, hali ambayo ilikuwa kinyume zamani. Conclusion ama mwisho, kupitia maelezo na mifano hii ya kupanda kwa maisha binadamu kama vile elimu kwa wasichana na ajira, pia kudhihirika kwa kushuka kwa hali ya maisha ya mwanadamu kama vile kuugua, vita ya ndoa, yanatupa mfano wa bebea ya maisha. Jina langu ni Mwalimu Linda. Karibu.